Rahmatullahi taala wabarakatuh. Na kusalimieni wapenzi wa masomo ya Maalim Naufal Al-Ahsan the Great Diviner. Insha Allah leo tupo katika kupeana fawaida ya masomo ya Shakili. Tupo katika kupeana faida mbalimbali, kupeana ilmu, na leo nimetembelewa leo na mashekhe zangu, mahalifa zangu, ndugu zangu katika kupeana Sheikh Ali ukhalifa Ali inshallah tukachanika, akaja kututembelea, ataka elimu kidogo ya Shikili. Sio hana anayo, lakini anataka kusafisha kidogo na yeye inshallah. Sisi hado tunalojua inshallah, lakini tunapeana maarifa inshallah. Nilipo kijana wangu Sheikh Musa, alhamdulillah tunaandaa vijana hawa wajuzi wa elimu hii inshallah. Sasa leo bwana Musa, shekhe langu, tunasoma kitu kimoja wanakiita dhamira. Utanini? Dhamira. Na leo tutasoma kitu kingine kinaitwa liman yahusu. Liman yahusu. Lakini hii katika Kiswahili tunasema tahti na mlenga nani? Liman yahusu, tahti imemhusu nani? Dhamira na muhusika wa tahti. Muhusika au mlengwa. Na hii kwa sababu wewe ni mjuzi, unataka kuifahamu elimu hii nje ndani, lazima ufahamu dhamiri. Dhamiri manake lengo. Lengo. Huyu aliyefika kwako, ambaye kitaalamu anaitwa sailu, nyumba ya kwanza ile, aliyefika kwako kadhamiria nini? Amelenga nini? Kaja kwako huyu, kaja kujua kwamba bwana shekhe, nimefika kwako, we mtaalamu, hemu nieleze mimi nimekuja, mambo yangu ya kazini yamevurugika. Mnifahamu Au kadhamiria huyu, na safari natarajia kusafiri. Je, safari hii niende nisiende, nzuri mbaya? Sawa shekhe? Ndio. Ina maana dhamiri ni lengo. Ni nini shekhe? Lengo alolilenga yeye kuja kulitazama, au lengo alodhamiriwa. Maki dhamiri ipo ambayo wewe unailenga, na ipo dhamiri ambayo umedhamiriwa wewe. Huyu kadhamiriwa kufungwa, huyu kadhamiriwa kufukuzwa kazi, huyu kadhamiriwa kadhamiriwa kitu gani? Kitu kibaya kadhamiriwa. Kadhamiriwa uadui. Washakudhamiria uadui. Sasa ndio tunaenda kutazama dhamiri, lakini tutakuja kujifunza, je, dhamiri hii amedhamiri yeye mwenyewe au dhamiri hii amedhamiriwa? Tafahamiana Sheikh? Ndio. Lakini muhusika au mlengwa, hapa tunaona dhamiri kuijua ni jambo muhimu sana. Hapa ndipo utajua nia ya mtu ni safi. Kaja kwangu huyu, amekuja kutazama nini? Je, amekuja kulitazama naona ama sioni? Au mtu anataka kutazamia mali lakini haja kueleza, shekhe, mimi nimekuja kwako, mwalimu nimekuja kwako, nitazamie. Asa unamtazamia nini? Lengo lake. Lakini anaweza kafika kwako, we shekhe, we ustadhi, we mwalimu, we fundi, we mganga. Sasa amefika kwako, lakini wala haumwi wala hana, kaja tu kuona, unaona huoni. Kwa kutumia elimu ya Shakili, sio kiumbe aje kichwani, wala si kitu, ni elimu ya Shakili, hesabu, kujua huyu kaja kwangu kunijaribu, tunaona sioni, ni kitu muhimu sana. Lakini pia kuna muda anakuja mtu, manake yeye hana nia ya kujitazama yeye, kaja kumtazamia baba yake,
kaja kumtazamia mke wake, biashara zake za mke wake zipoje, kaja kumtazamia mdogo wake, safari yake ipoje. Sijui unifahamu shekhe? Ndio. Ina maana haya ndio mambo makubwa ambayo tunaenda kufanyaje, kujifundisha. Na leo tutaenda kujifundisha njia nyepesi, njia nyepesi. Na maana leo tutaanza na dhamiri. Njia za dhamiri zipo nyingi Shekhe, kuna njia nyingi sana za kutafuta dhamiri katika shekhe. Zipo njia nyingi. Lakini mimi napenda kufungamana na njia kuu mbili. Njia ya kwanza ni njia ya kanuni. Sawa? Tutakwenda kwa mfano. Njia ya kwanza ni kutafuta kanuni ya kutafutia dhamiri. Na kanuni yetu ambayo tutatembea nayo shekhe, tutachukua mji wa kwanza, mji wa 4, mji wa 10 shekhe, na mji wa 12. Hii ndio kanuni ambayo tutatembea nayo. Hii inaitwa mfichua siri. Inaitwa nini? Mfichua siri. Katika shakili hii ndio tunaitaga mvumbasi, mvumbua mambo, mfufua. Yaani ukitaka kuchimbua jambo la ndani la mtu, basi kanuni ya kwanza au njia ya kwanza nakupa kanuni hii ya 1, 4, 10 na 12. Kwa nini? Kwa sababu hii nyumba ya kwanza ndiyo aliyefika kwako Huyu ndiyo aliyefika kwako. Ndo mteja wako. Awe mchawi, awe mgonjwa, awe mwanga, sawa? Awe mpita njia, awe mwenye shida kweli kweli, awe hana shida, lakini ndio aliyefika kwako. Mji wa 4, maki huu ndio mzizi wa jambo lake. Yaani shina lake mpaka anafika hapo. Chanzo cha yeye kutoka kwake mpaka kufika. Maki hizi ni chanzo cha ujaji. Kwenye mpira hii tunazungumza namba 4, nasema kiwanja. Sasa manake huku tahti shabadilika, huku kwenye bahari nyingine, na ndio uzuri wa elimu ya shakili. Unaogelea bahari hii unavyotaka wewe. Utakwenda mashariki, utakwenda magharibi, utakwenda kaskazini, utakwenda kusini, utakwenda kwenye mipira, maradhi, tiba, visomo, mambo ya safari, masuala ya madini, masuala yote. Nani atashinda, nani hashindi? Tutumia elimu hii, inna hadainahu sabila. Elimu hii na njia hizi, imma shakiran, ima uitumie katika uzuri, ima uitumie katika kuasi, ama kukufuru na usikufuru. Sawa shekhe? Sio kujua inkisi inafunga ukaanza kufunga mambo ya watu, sio kujua inkisi inatia maradhi ukatia tu maradhi. Hapana, tumia elimu vizuri shaba. Sasa mji wa 10 nasemaga ndio ule utawala wake ama lengo kuu aliyokuja nao. Hii inasimama kama nguzo ya alichokuja nacho, chanzo cha ujaji wake. Lakini nyumba ya 10 inakuwa ndio nini shekhe? Tasema maana ni lengo kuu la muulizaji. Hili ni lengo kuu la muulizaji. Lengo kuu la muulizaji. Wengine watatumia nyumba 13 lakini sisi tunakupa namna hii miji inavyobadilika katika shakili. Unifahamu shekhe? Yeah. Lakini pia nyumba 12, hii nyumba 12 ndio nyumba ya siri. Mambo ambayo huyafahamu yaliyojificha chini, mambo ya nyuma ya pazia, mambo ya chini ya ardhi. Unifahamu? Make siri alizokuja nazo muulizaji, ama siri za gizani. Kwa sababu wewe unataka kufumbua siri ambazo huyu mtu unapomwambia, basi bwana, wewe umekuja hapa, shida yako umekuja kutazama riski au umekuja kutazama kipato na kazi. Aseme ndio mwalimu, nimekuja kutazama kweli riski na kipato. Mimi nimekuja kutazama kipato changu, kazi zangu zimekuwa mtihani. Sawa, umekuja kutazama hiko, lakini kwenye hii riski kuna inkisi. Unafahamu shekhe? Ndio shekhe. Ina kanuni 1, 4, 7 na 10. Sasa kanuni hii ina utaratibu wake. Tutatumia kanuni hii kutafutia. Tutachukua nyumba ya kwanza, nyumba ya 10, nyumba ya 4, nyumba ya 12.
Yule mtoto tunayempata katika bao letu tunatazama nyuma yake. Kwanza katika bao ni shikeli gani? Kwanza ni kitu cha kwanza. Ukishampata yule mtoto, hapa si utampata mtoto maana hii kanuni itamzaa nani? Mtoto. Au shakili moja. Yule mtoto sasa lazima umtazame ni shikeli ipi. Kitu cha kwanza ni nini? Ni shikeli ipi? Ni shikeli gani? Ukiwa na maana ni koo gani? Ni koo gani? Maana je, koo hili ni la kipato, koo hili ni la kazi, koo hili ni la mapenzi, koo hili ni la harakati, koo hili ni la uchawi, koo hili ni koo gani? Unaangalia katika yale majumba 10. Ni shikeli gani? Sio jumba, ni shikeli gani? Mfano bayadha. Za bayadha maana ni shikeli labda safari. Kitu cha pili ambacho tunataka ukitazame, imekaa wapi? Imekaa wapi katika ubao wako? Je, hii shikeli ni shikeli gani? Na katika bao langu imekaa wapi? Sawa? Sasa hapa na kuongezea kitu. Ukiona imekaa wapi? Simama vizuri. Nyumba ya nyuma. Nyumba ya nyuma yake. Nyuma yake ndio lilipo nini shekhe? Lengo lake au dhamiri. Mfano, huyo mtu kaja ukajumlisha hizo shakili, ukaiona ile shakili labda ni shakili ya Shams. Umeikuta shakili ya Shams hii. Hii ni shakili ya kazi, si ndio? Ukaikuta hii shakili, lazima ukaitazame katika bao lako au chati yako. Geometric chart, yani chati ya kishikeli ile. Baada ya kuiona hii shikeli labda imekaa nyumba ya 11. Si imekaa nyumba 11? Ina maana huyu mtu dhamiri yake ipo nyumba ngapi shekhe? 10. Ukiona hiyo shakili labda imekaa nyumba ya 7, huyu mtu dhamiri yake ipo nyumba ngapi? 6. Ukiona labda ile shakili imekaa nyumba ya 3, huyu mtu dhamiri yake ipo nyumba ngapi? Ya 2. Ina maana hii nyumba, mfano kama nyumba ya 10 najua ni kazi na nyota. Nyumba ya 6 labda maradhi. Ukiona hapo ipo nyumba ya 8 na dhamiri yake ipo nyumba ngapi? Ama ni nyumba nini? Ya ndoa. Mazuri na upinzani wa dhahiri ama uadui wa dhahiri. Sawa, ukiona hapo nyumba 3 ndio imekaa, lakini dhamiri zake ziko nyumba ngapi? Ya pili hapo ni nyumba ya nini? Mali na riziki na umiliki. Unaelewa shekhe? Ina maana kwanza lazima ujue ni shikeli gani. Cha pili, shikeli hiyo imekaa wapi? Alipokaa nyuma yake ndipo kulipo dhamiri za kweli. Tunafahamu? Tunafahamiana mashehe zangu, makhalifa zangu? Ndio. Sasa tunaenda mfano wetu, tutachukua mfano wa takhti hii ambayo tunaiweka hapo. Tutachukua mfano wa kujua dhamiri za huyu mtu amedhamiria nini kwa kutumia kanuni hiyo. Basi tutatumia ubao huu. Mfano wetu tutajiuliza swali, amekuja mtu kwetu kuja kutazama habari zake. Na sisi tukakata tafti kujua habari hizo, lakini ubao wetu ukaja shikeli ya kwanza imekuja shikeli gani Sheikh? Sinka. Shikeli ya pili kaja humra. Shikeli ya tatu kaja Shamsi. Shikeli ya nne kaja antibati khali. Hawa ndio mahati. Maki huyu ni nyumba ya kwanza. Nyumba ya pili, nyumba ya tatu, nyumba ngapi? Tutapanga chikio. Maki atakuwa ni 1 2 1 1. Hii nyumba 5. Atakuja kuwa ni 2 1 1 1. Antibati dakhil nyumba 6. Nyumba 7 atakuwa ni mankus 2 2 2. Inkis. Nyumba huyo atakuja kuwa ni ahya. Hapa atakuja kuwa sinkafu nyumba 12. Hapa atakuja kuwa Shamsi nyumba ngapi? 11. Hapa atakuja kuwa ni Bayadha nyumba ngapi? 10. Hapa atakuja kuwa ni Jaudara nyumba ngapi? 9. Ina maana hii nyumba 9, hii nyumba 10, hii nyumba 11, hii nyumba ngapi? Nyumba 12. Hapa atakuja kuwa Twariki nyumba ngapi? 13. Hapa atakuja kuwa ni 2 1 2 1 nyumba ngapi? Ya 13. Hii ya 10. Maki huyu ndo hakimu atashuka hapa Hakimu nyumba 15 atakuwa ni Kharija. Yaani hakimu mwenyewe anazungumza upotevu, anazungumza kupoteza kitu. Hamaanisha upotevu wa mtu kupoteza kitu. Nyumba 16 maki hii na hii itakuja shikeli gani shekhe? 2 Zuhra.
2 Sasa umekata tafti ya Rabbi, huyu amefika hapa. Je, huyu mtu anasumbuliwa na nini? Amekuja kwetu kufanya kitu gani? Ndio nia yako likata tata. Maki ulikaa mwenyewe kakata tata. Alikuja kuja ametazama nini huyu mtu, ukapata shikeli zako, ndio kaondoka. Sio hivyo eh? Sasa basi tukishafika hapa tutachukua nyumba ya kwanza, nyumba ya nafsi, nyumba ya kwanza Nyumba ya 4 tutatoa shakili hii. Ina maana nyumba ya kwanza sinikafu, nyumba ya 4 antibatifai. Na mbona tunasema huu ni chanzo cha yeye mpaka kufika kwako, au chanzo cha mguu wake mpaka kufika kwako. Hii makeni ni twali mwenye alifika kwako, ana zohari, ana kifungo, tunaona zohari, ana kiza. Sasa hii tutakuja kuona huko mbele. Je, huyu mtu akiwa ni mtu mbaya kafika kwako, mgeni kaja kwako, je, ni mgeni mzuri mbaya? Tutakuja kuona mbele. Huyu mgeni ni mbaya, ana dhamira mbaya. Sawa eh? Sasa hapa tunakuja kutazama dhamiri. Sasa kwa nini kafika kwetu? Sasa hii haiji bwana, wewe ni fundi. Hata wewe ambaye umepata mgeni kwako, mgeni huyu kaja kwa ajili ya nini? Ndio shehe. Maana elimu sio lazima tu kwenye tiba, unaweza hata ukijua kwenye mambo ya nyumbani. Haijaja kwa ajili ya uganga. Hii imekuja kwa ajili ya mambo yote. Ndio maana humu kuna maradhi ya kibiolojia na maradhi ya Kiswahili. Maana unawezekana ukapata mgeni ametoka safari, anaomba hifadhi kwako. Sisi tunatabiri mipira. Ndio. Tunatabiri mipira. Bwana huyu atashinda, huyu hivi, huyu goli itakuwa hivi, huyu hivi na hivi. Na mambo yanakuwa hivyo. Si ndio hivyo? Tutachukua nyumba ngapi? Lengo kuu nyumba ya 10. Na siri za gizani nyumba ya 12. Nyumba ya 10 amekaa nani? Bayava. Nyumba 12 amekaa nani? Huko. Ina maana huyu hapa kuna kitu unatakiwa noti. Hii shikeli imekaa nyumba nafsi. Twali huyo. Nafsi ya muulizaji. Ipo nyumba ngapi? 12. Ipo gizani. Ina maana ana kiza na shikeli yake ipo gizani. Ina maana huyu mtu ana shida kweli? Lakini shida zake nini? Ndio tunataka tujiulize. Ina maana huyu mtu ana shida kweli kweli, na kama ni kifungo hiki basi ana kifungo cha uadui mkubwa kweli kweli. Lakini sasa uadui huu au shida hizi ni shida za jambo gani? Ndio tunatafuta dhamiri. Unanifahamu shekhe? Ndio shekhe. Ina maana tukishafika hapo, hapa tutatoa shakili moja, itakuwa ni 2 1 1 1 antibati dakhili. Na hapa itakuwa ni shikeli ya 1 2 1 1. Kweli si kweli? Hapa tutakuwa huyu na huyu mtoto mmoja atakuwa ni shikeli gani? Shams. Ina maana ndo pale nilipokuambia lazima utazame koo hili ni koo gani. Shamsi mwenyewe ni koo la nini? Shamsi lenyewe ni koo la kazi. Ili koo lenyewe tunaanza kukupa tafsiri kwamba kumbe ni kazi. Sawa eh? Lakini Shamsi ni koo la nini? Nyota za mtu. Kama ufalme utukufu sawa. Mafanikio ni nyota ya 5, nyota ya Simba. Ni nini hii pia inamaanisha mafanikio. Lakini hii imekupa taswira tu, haijamaliza dhamiri. Kwa hiyo tukifanya ushamsi tunamtafuta yupo katika bao, hayupo tunamtafuta yupo Shamsi huyo. Unaona huyu yuko mlango wa 3 na 11. Yupo na mlango ngapi? Ina maana ukimwona katokea zaidi ya mara moja, ina maana huyu mtu ana lengo zaidi ya moja. Amedhamiria zaidi ya kitu kimoja. Sasa tushasema tukimwona amekaa nyumba 11, dhamiri zake zipo nyumba ngapi? 10. Ina maana huyu mtu kumbe amedhamiri nyumba ngapi? 10. Na hii nyumba 3. Amekaa nyumba 3, amedhamiri nyumba ngapi? Ya pili. Hapo dhamiri yake ya kwanza mambo yake ya kazi, riziki. Ina maana hizi pili na ufalme. Ina maana mtu amedhamiri kazi, lakini hapo swala pili ni pesa au uchumi, umiliki una nini? Ndio tunaona umiliki wake au riziki zake, kuna humra pale. Ina maana umiliki wake umeharibika, umekuwa mgumu. Humra ameingia, ametibua mipango ya pesa, mipango ya kazi, kwa sababu ile ni kola kuharibu. Umenifahamu? Yeah. Na kwenye kazi zake kuna nini? Kuna bayadha. Bayadha ni kozu lakini mumtazija. Ina maana kazi zake sasa hivi zinapinduka pinduka. Sometime yes, sometime
kwa sababu huyu bayadha mwenyewe ni mzuri, lakini akigeuka na kwa yule humra. Ukipindua ni mumtazi, tushazungumza ziko. Ina maana hapa ndipo unafahamu dhamiri za kweli. Ina maana wewe unachokiona hapo, utakuja utamwambia bwana, wewe umefika kwetu kutazama mambo yako ya riziki na pesa, umefika hapa kutazama masala yako ya kazi, pia kazini huko sawa, kazi zina nini, bayadha wewe nakusumbua na kikazi zinapinduka sometimes unaua sometimes sawa. Na kwa nini? Kwa sababu na riziki zako kuna umra, mipango ya riziki imetibuka. Umenifahamu shekhe? Unapata uhakika, kwa sababu ndio maana amekuja na nyota gani shekhe? Ya Zohari. Sasa hii haimaanishi kwamba ndio umemaliza kuijua shakli, kama umejua dhamiri haya yote. Kwa nini riziki zimekupa hivi? Kwa nini silikafu limekuja? Utakuja kutafuta kiini cha shida ya mtu huyu. Unifahamu shekhe? Ndio shekhe. Na maana hii ni njia mjarabu sana, ifanyie kazi. Na maana huyu mtu amedhamini nyumba ya 10, amedhamini nyumba ya ni katika njia muhimu sana. Kanuni hii ya 1, 4, 10 na 12 ni kanuni iliyobeba lengo kuu la aliyefika kwako. Ina maana tumeipiga shikeli nyingi, lakini dhamiri zimeanguka. Ila haya mengine yote yanamhusu. Ukimwangalia nyumbani kwako napo hakupo sawa sawa, kwenye mji wako hili hawezi kulikataa, lakini hajaja kulitazama hili, amekuja kutazama hapa. Umeelewa shekhe? Ukija kumwambia bwana, na inavyoonekana wewe una ashki nyumba, lakini hajaja kumtazama ashki bwana, wewe unavyoonekana hata kwenye mambo ya jimai, kama ni mwanamke mtihani, kama ni mwanaume mtihani. Kama mwanamke make huwa anamletea maumivu sana wakati wa tendo, kama ni mwanaume manake mijarabatu inakuwa sio sawa sawa. Nifahamu vizuri, lakini hiyo sio dhamira yake, ila haya ni yale mambo yo. Hata ili ahyanu kukaa huko, umeliona hili? Ili ahyanu kukaa huko linamaanisha nafsi yake huyo mtu ina hofu, ina mashaka, ina wasiwasi, lakini sio haya mengine, ni katika kunogeza zile habari zako. Ndio maana hii ni ilmu tumeambiwa tuisome. Kama kuna swali uliza, inshallah. Dhamira ndio mumeelewa kutafuta dhamira na kwa mfano na maana tumia elimu hiyo, kaa chini, tumia vizuri elimu hii inshallah. Tutakuja muda mwingine tutaendelea somo letu la bao au takhti na mhusu. Njia ya kwanza ni hiyo ya dhamiri. Njia ya pili ya dhamiri